Yaani kwa mfano kama sasa hivi nikisafiri nachukua kama wiki 2 tu hivi afu narudi. Sasa nimeshakuwa mzoefu. Okay. Zamani ukiwa ile mgeni Una mpakaji mwenzio? Yesu. Chana naye sikusumbue. Mnaishije naomba uniambie. Mimi niko mbabe. Nishamzoea. Kwa hiyo mtu hivyo ni kumwangalia tu. Yeye anachukua karoti kama ya kwake. Kuleta karoti shingapi? Ni karoti nisumbui. Hapo nikiamua tunaenda sokoni na nunua. Yeye mdada ni mbabe, anajiona gani ana maguvu, ana manini. Mimi namwangaliaga tu. Unajua mwanamke kuwa mbabe vile kama mwanaume, unajua ngoja nikuulize tena. Udada anafanya kazi gani? Hapo ndio kwenye utata. Udada kazi zake sielewi. Na wala sije kujua anafanya kazi zake. Maana anapoteaga wiki, anasafiri kazi zake. Unaweza kama saa 2 yupo. Yaani mimi nikirudi kazini, yeye ndo anatoka. Unakuja kusikia saa 8 anarudi, alfajiri saa 12 yeye ndo anarudi. Najiuliza huyu anafanya kazi gani? Yaani ana kitu chochote ambacho labda kinakuteutia wasiwasi kuhusu yeye vile. Kuna siku nimemsikia huko nyuma, nimeenda kutupa takataka. Aliongea, unajua, nataka nikifika hapo nikute nimeshamaliza kila kitu. Alivogeuka, alivyoniona kama kemedua. Na mimi sikumjali, nikamwaga. Dada atakuwa hatari huyu. Yaani mimi naogopa kuna siku tunaweza kuja kuzolewa na polisi wote. Tukajikuta tuko ndani. Ngoja nikwambie. Yaani akiwa anakuja hapa waga anarudi saa ngapi labda? Sijui kunote kesi tunaongea saa 8. Anatongozana na watu. Ndio nafanya wawili. Anaam. Sina uhakika. Na unaona hao vijana baba hata hujaelewa. Niambia subiri. Siku hakika tunakupigia simu uone. Mmoja amejezea unge mtu nimekaa hivi. Namuulizaka kwanza na hisi ndio mwanamume kama bwana wake. Mwingine mdogo tu lakini yule ukaa hivi kama bwana wake. Lakini sijui, sina uhakika sana. Tuachane naye. tuendelee mambo yetu. Unajua mimi naweza mjini ukifuatilia sana. Unaweza kwa kushinda tena. Ni kweli. Unajua mimi nikaongea na bosi wangu akanipa hela. Umeona? Mkopo. Yeye anaweza kanikopisha afu nikakupa. Uniletee na mimi mzigo wa kutosha. Haina shida. Chizenia wewe. Nikashika kitezo changu. Dawa yangu wapi? Moto wangu wapi? Acha niongee bibi. Dakika zikuchelewa. Welcome back home. Thank you, Daddy. Okay, you're back now. Did you get everything? Yes, Daddy. Where's that? Salama. Did you miss anything? No. You got everything? Yes, Daddy, I got everything. I like it. Okay. You are a nice daughter. And I enjoy it so much, Daddy. Very much welcome. Thank you. You look so nice, so beautiful. You must enjoy. Thank you, Daddy. Okay. Yeah. Now have a nice day. Daddy. Today I'm not sleeping without see you. Why? And I promise you, I won't late. I won't be late. I'll come early just because of you. And we have a long talk. Really? Yes, we have to yes, we have to discuss a lot of things, okay? I love you, Daddy. I love you too. Okay, but don't forget my ice cream, okay? I'll bring a very big one, my dear. Sure. Yes. While we're talking, just eat it. Okay. Me and you. The two of us. Okay. Be a nice girl, baby. I will be, Daddy. Okay? Okay. I promise. Bye. I'll bring everything for you. Go and have a nice rest, eh? Jamani, tuna baadaye. Mkao, na kitu kidogo cha kufanya. Shikamoo. Shoga yangu. Malezi gani haya? Ndio maisha ndani mwako yanaenda hivyo? Yaani nakwambia midomo limenijaa mate hata pa kutemea sipaoni. Hicho kiguo kwanza alichovaa. Sijui maidota, sijui nini, mume anatoka kazini, sijui anatoka wapi huko alikotoka hata sijui. Mahani yote si ndio ulikuwa maliziwe wewe? Kwa mtoto. Mtoto naye asione aibu, baba asione haya kukwambia wewe mbele yetu sisi, sikatutusi sisi. Mila yetu Tanzania anatutusi sisi. Na kivazi kiani humu mbele ya baba yake. Mwambie.
Sasa unaangalia nini? Tunakwambia ukweli. Dadi, siku ile nilikwambia kuna bebi. Sasa leo dadi, unang'atwa nje, wang'atwa na ndani. Hala na panya uko kwenye mito yako, uko shoga yangu wewe. Sio ya kucheka haya. Kweli bibi. Pole. Sasa hizi Kulikoni? unajua leo asubuhi pale unakuja nyumbani. Sawa, nimekubatiza lakini mwisho wako nafsi kanisuta. Umepotea njia? Nisikilize kwanza Star. Sikuja na ugomvi. Ndio maana nimekwambiaje? Nimekuambia hapa lakini nafsi imenisuta. Kwa sababu umeniambia muogo hajaonekana. Inabidi kuna kipindi kingine mimi na wewe tuelewane Bistar ili tujue mwanamume wetu ana mchepuko au hana. Yaani unakumbuka shuka wakati kumeshakucha, si ndio? Sikiliza, nikwambie. Mlango ulioingilia na ndio huo utakaotokea. Ufanye hivyo unakosea Bistar. Sikiaje po? Marahaba mwanangu, pole. Umevaa dila. Eda umemaliza. Yanakuhusu wewe hayo. Usikafiwa juzi jamani. Davina unavaa dila mwanangu, una la gani wewe? Nakuuliza haya yanakuhusu wewe? Na haki ya kumuuliza. Davina una mikosi mwanangu, lakini huijui mikosi yako. Hujui kama una mikosi gani wewe? Leo wewe ukavaa dila una la gani? Maana unaweza kukaa na mama yako au na baba yako wana swali lakini wasijue masuala ya dini. Naomba utoke. Jamani ana mikosi huyu mtoto. Toka nje. Huyo anatakiwa Eda miezi mitatu avae nguo nyeusi, ya mwezi mmoja avae nguo nyeupe kwa dini yetu ya Kiislamu. Leo kavaa dila mwezi mmoja. Ujikumbuki mwenyewe kwamba umekaa na mmeo mwezi tu kwa mikosi mume wako kafa. Davina nakuonea huruma dada. Jamani Davina. Sasa kwa hiyo Eda hujaimalizia. Kwa nini usimkalie mumeo mwanangu? Hivi unanitafuta nini? Unanitafuta nini? Unapofanya mwanangu sio vizuri. Toka nimekwambia naomba uondoke. Naomba uondoke. Naomba uondoke. Nenda. Wewe unaanga usiku unaanga mchana. Nenda zako kule. Nenda kule, wewe unajua dini wewe. Wewe unajua dini wewe. Unaijua dini wewe. Unaijua dini wewe. Hajakwambia kama wewe hebu kwenda huko. Eda niende wapi? Mimi nimekuja kwa vizuri na jisha kumbe mtoto wako kaja hata Eda hajakaa maskini ya Mungu. Hujazoea tu mama. Hujazoea? Hujazoea tu jamani. Ondoke mamangu. Inaonekana kama nimekuudhi mama. Yule ni chizi. Umesikia? Ukishakuwa mwezi mchanga basi vichaa vinawapanda. Yeye na mwanawe. Naomba uwazoee mama. Sawa? Wewe. Umenielewa? Wazoee mama. Naomba uwazoee mwanangu. Sawa mama eh? Yaani shoga yangu nimekerekaje? Yeye nilikuwa natamani nimdandie yule mtoto nimkungute magumi. Afikile kinguo. Dadi. Sio mila za Kiafrika zile. Kabisa. Na yale yote anayalea yeye bibi yule. Wewe mtoto wako wa kike unatakiwa ukae useme naye. Hajasema na mtoto wake yule. Mtoto anamrukia baba, anamshika kinguo kiko huko. Mabusu. Na licha ya mabusu asione aibu, hata sisi kama wanapigana mabusu wangepigana huko, asione aibu. Sisi tumekaa pale mbele yetu. Mama yake, mama mtu hajashikwa hata ile kuambiwa za saizi, hajapewa mkono. Kabaki tu macho anajikuna tutafikia anavunja chao. Yule anayataka. Ukimwambia tutoke, ananiona mimi mshirikina, anatuona sisi sijui nini, mke wa bosi yule. Na mie kapuku kajamba nani. Alikadhalika bibi. Mie alikadhalika kufananisha yule na mie. Hebu nenda baba. Sasa sikia nikwambie shoga yangu, mimi naishia hata ndani huko siingii. Maana yake nisije nikayakuta kama leo yakuta kwa zawadi. Sio kwa niamie. Kwangu ya kuteayo. Wewe tena. Sina hata la kukwambia. Mida hiyo, mida. Kwa sana babu.
najaribisha nguo. Umezipata wapi? Baba kanunulia. Nilikwambiaje kuhusu kununuliwa nguo na babako, kununuliwa vitu na babako? Ha? Au nataka nikazichome moto hizi? Mom, don't do it, mom. Ni baba tu aliniona nimekaa nyumbani nimeboreka. Kasema tuende kula ice cream. Baada hapo ndo tukapitia dukani tukakanunulia nguo. Kwa hiyo umeboreka kwa sababu hapa nyumbani umekaa huko porini, si ndio? Nilikwambiaje kwamba wewe ni mtoto wa kike? Inakuwaje umwambie babako akununulie vitu? Na nilikwambia kila kitu lazima kipitie kwangu. Mimi na babako ni nani mwanamke? Kwa hiyo ina maana unajifundisha wewe upumbavu wa babako, si ndio? Pumbavu wewe. Kuanzia leo, yani kuanzia leo mwisho sasa hivi, shida yako, tatizo lako linapitia kwangu. Ina maana wewe hata ukiwa kwenye siku zako utamwambia babako akununulie pedi? Pumbavu mmoja wewe. Huo uzungu wako. Kosa langu kushauriana na babako kupeleka shule ya kizungu? Sasa nikuone tena kama sijakata masikio yako. Pusi mkubwa wewe. Unafuata tabia za babako, sio? Pumbavu. Shoga yangu ninaombea nikupea kijiji. Dada Davina karudi. Karudi ndugu yangu, Davina yupo kwa babake. Kaja kutembea, kaja moja kwa moja. Dada ninajua. Nimetoka hapa dada na ombe yangu, si nilikuwa nimefuata Bista. Kwenda kumuuliza masuala ya muogo, sijui kama kalala wapi. Nafika pale namuona Davina anatoka ndani. Hajakaa Eda. Najua, ndo mimi niliposhangaa. Maana yule bishosti. Eda ya kuolewa hajamaliza, mwanamume kafa. Eda ya mwanamume kafa. Hata mwezi hajafikisha yuko rudi kijijini. Na gundu yule. Kulikoni. Kilichomleta huko. Mapema yote. Jamani haelewi mambo ya dini yule. Baba yake si ana swali yule. Waje amwambie mwanae anatakiwa kaeda miezi mitatu. Yamemkuta kumkuta huko. Dada si nimeenda. Bista. Hebu niambie mmekuja kuniuliza. Dada nimeshushuliwa. Umechagua? Si nilimshushua kule, kwa hiyo naye kakasirika kaanza kunishushua. Na mimi dada nikajifanya najikakamua. Acha nimrudishe vidongo. Sasa huko umejua kama baba alilala wapi? Niambie wapi? Kani nilipomchunia mimi na yeye kanichunia kuniambia babako alilala wapi. Bwana kapika. Tenda kitendewa inauma. Kapike bwana, mama njia ananiuma kwani? Nikuletee ugali. Uniletee. Haya. Na pilipili. Wewe unampaga bibi 200 dada yako. Simpi hata 100. Haka. Davina. Sasa Davina, unalia nini mwanangu? Hujapenda chakula? Kwa nini sasa unalia? Chakula umeniambia mama nataka chips, nimekutafutia mwanangu. Ule, ufurahi. Sasa unalia nini mama? Hayo ni mambo ya kawaida. Mambo ya mpito mama hayo. Kwa nini unataka kujikondesha mwanangu? Mimi nafikia maneno ya manyama yao. Nahisi kama ana ukweli. Yapi? Sema na mikosi mama. Sababu matatizo ninayopata mjini. Kila napokaa matatizo tu, afu nasema nirudi nyumbani huku nako unakuta matatizo zaidi. Nasema nifikirie kwamba labda kuna ukweli. Mwanangu, ukweli unatoka wapi? Akutibu basi. Yule ni mjinga tukaja kukuharibia siku hapa mama. Wewe unamsikiliza mama nyamao kweli? Wale ni wavurugaji mama. Hayo ni mambo ya kawaida kabisa, yanamkuta mtu yoyote. Nisikilize mimi mama yako. Miezi 10 tumboni nimekuweka sio 9. Mimi ndo nina machungu na wewe mama. Kwa nini unisikilize mwanangu? Unamsikiliza tu mtu kweli jamani, mpita njia tu. Nisikilize mwanangu.
Unajikosesha amani kwa ajili ya mtu mmoja kweli? Bibi, mambo yanavyoenda nahisi kama kweli labda maneno yake. Kama kasema hivyo akuague basi mama. Yule kaja kukuharibia siku tu mwanangu. Nakupa huduma nzuri, unashindwa kuenjoy na mama yako kweli? Hebu kula bwana. Kula mwanangu. Takula mama. Ndio maana mimi nitakwenda kuweka kazini. Na mambo chungu mzima ya kufanya, nataka kurest na kurudi kazini. Asiyekuwa na mambo chungu mzima ni nani? Nataka kujua, ina maana huo ukaribu uliokuwa nao na mwanangu umeanza lini? Unaitika hujasikia swali? Swali puzi kama hilo. Ina maana mimi ni mpuzi? Yule mtoto wangu ni kisoda peke yake, yule hana ndugu. Hata kama ni kisoda hana ndugu, ina maana unavyofanya hivyo huo uzungu gani ulouanza huo? Sio uzungu. Kwanza uone taibu mbele za wageni. Wewe dadi mnakumbatiana na mtoto. Wawe 80, wawe wageni, wawe sijui kitu gani, mimi mwanangu anavyotaka kufanya nitamfanyia. Wewe una wake wangapi? Mmoja tu. Sasa mapenzi yao ulitakiwa kunipa mimi mke wako. Kwa nini usinipe mimi hayo mapenzi ukaenda kumpa mwanao? Unamfanyia mtoto hayo mapenzi. Lakini wewe huna mapenzi na mtoto. Nimeachukua mapenzi yale kumpa mwanangu. Ungekuwa na mapenzi na mimi pia yani lini wewe umeangalia vile mwanao? Lini? Umejaribu kupitia tu. Mimi sina mapenzi na mtoto. Mimi na wewe alioingia leba nani? Mimi si ndo mamake. Lazima niwe na mapenzi na mwanangu, lakini nashangaa wewe umezidisha uzungu huo. Uzungu gani? Si hoja kuingia leba. Tatizo ni malezi. Malezi unamlea vipi? Sasa mzee Kisu, mimi nakwambia uache hiyo tabia uliokuwa nayo. Wewe jifanye unampenda huyo mwanao. Sasa hiyo tabia hiyo utaikomesha. Ufanye nini? Najua mwenyewe nitakachokifanya. Mwisho wake umefika. Jaribu. Si unanijua lakini. Nakujua lakini jaribu. Ukae ukatulia mwanamke, ukakaa nyumbani kwako kama angalia mwanao, maneno saa zote. Hebu unajifanya uzungu wenyewe una lolote. Mtoto wa kike na babake toka lini? Sijawahi kuona, mimi ndo kwanza naona mali mwengu haya. Aibu tupu mtaani. Utajua wewe sasa. Tena usiniuzi Kisu, usiniuzi. Oho, unanijua lakini. Sasa lala au utapigana kelele? Nimekwambia usiniuzi. Nyamaza kama una shida ya kwenda kazini. Nataka kunipanda kichwani tu kwa sababu ya naifanyia marekebisho sasa hivi ndani na kuletea. Sawa. Okay. Ngoja ni kuhusu yule mtu anauza mihogo pale ndani. Nani yule? Yule anaitwa Kingwendu. Sasa na wao ngondo wake ndio aingie ndani na kutoka bila ya anafanya kama kwake. Ni nini maana? Bosi, unajua yule kijana anauza tu mihogo. Anafanya tu biashara. Sidhani kama ana nia nyingine yoyote. Lakini tena kikulacho kingoni mwako, huwezi kujua na sababu gani yule pale kuweza kuingia mpaka ndani na kutoka na yani at least sipendi vile mazoea yake alivyo kule ndani. Labda niseme kitu kimoja bosi. Kingwendu, niseme jirani yangu au niseme sio. Mimi nafahamu yule kijana anafanya biashara za makopo. Sasa naona kachoka kufanya hiyo biashara. Kaona bora akae sehemu moja. Especially pale ameona kuna kituo cha watoto na pale ni njia panda, watu wengi wanapita. Kwa hiyo kaona bora afanye tu biashara pale. Lakini sidhani kama kuna kingine chochote. Hapana, tufanye hivyo. Wa nje akae nje, wa ndani akae ndani. Tusimpe uhuru wa kuweza kuingia paka ndani. Kaanza kuingia hapa katika ukumbi, mwisho ataingia vyumbani, mwisho ataingia jikoni. Ina faida gani? Mwache yakae nje, ukauze mihogo yake nje. Sawa. Na awe msafi zaidi mahala pale papendeze. Tunaweza kufanyia watu wa afya wakaja wakatupigia sisi kelele. Wacha uze mihogo yake pale nje. Na mwambie tumie makasi, tumie kuni na moshi mwingi, watu wanaweza kuugua. I like my kids. You know that. Nawapenda watoto wangu. Moshi ule unaweza kuingia ndani mara kwa mara. Na unajua ndani tunapika na gesi, tunawapikia chakula kizuri. Sasa tusiruhusu vitu vidogo vidogo vya kuchafua mazingira kama haya. Sawa. Okay. Irekebishe hiyo alafu nilete nitie sign kama tunatoka. Okay, sawa. Mama, tumeshaongea vitu vingi sana. Sasa
Bado sijajua nini hatima yangu. Naona mambo yamekuwa magumu. Msijali. Nilikuwa naomba kitu kimoja. Naomba ujaribu kuongea na baba anisaidie. Nipate hela kidogo nikalipe kodi hata miezi 3 tu. Alafu hela nyingine nifanyie biashara mwenyewe nitakuwa najua nifanyaje. Usijali mwanangu. Na ndio maana tumekuita huku kusudi tuongee na wewe, tukufariji wala kusiwe na tatizo lolote. Yaani tunahakisha usiwe na mawazo yoyote. Unanielewa? Wala usijali. Na mimi nipo, najijua wewe ni mwanangu wa pekee. Nipo mwanangu, nipo kwa ajili yako. Na hilo uliongea nitamwambia baba yako. Kwa sababu baba yako naye pia ana mawazo na wewe. Hawezi kulikataa hilo, nitamwambia mwanangu. Sawa mama. Unajua kwa sababu gani mama? Yaani mimi pale dukani kwa nishapewa notice ya kuhama. Sasa bahati nzuri mtoto wa mwenye nyumba nimezoeana naye, kwa hiyo akanisaidia kuongea na mama yake. Ndio unaona mpaka leo bado vitu vyangu viko pale. Na wamenipa wiki moja tu. Ikizidi hapo wamesema vitu watavitoa nje. Yaani ni kwa sababu ya kodi? Ilikuwa imeshaisha muda mrefu. Nataka napokuja huku nikaambiwa binti naomba kwetu wiki moja tu mimi nitakuwa nisharudi. Akaniambia ukichelewa usishangae vitu vimetolewa nje, mwenye nyumba mkorofi. Pole mama. Hilo jambo yani ondoa shaka, litaisha mwanangu. Umesikia? Usononeke mama. Sawa. Nitashukuru. Napata upepo hapa. Sasa wateja wakija huko utajua kweli kama mimi hapa wakipita huku na waona, wakipita kule wataita dukani nitawaona. Haya bwana. Vipi lakini maendeleo yanasemaje? Shwari. Kama kawaida. Sasa mimi bwana nimepita hapa mara moja, kuna issue fulani ambayo imekuja kwangu rasmi yani. Yaani kuna wazungu wamekuja kule mashambani kule, sawa? Wamekuja kufanya ile wenyewe wanasema kuwekeza, sawa Sasa ndo wamefika hivi rasmi na mimi ndo nimefuata taarifa sasa hivi. Sawa. Sasa nikaona nipite kwako hapa tuongee vizuri. Yaani katika ile pesa ambayo unanidai ile, sawa? Ongezea shilingi hizi 10,000 tu. Sawa. Yaani nikitoka huko jioni nikija huku nakuja mazima na kulipa hela yako yote. Nataka nikitoka hapa na hiyo hela niende huko sasa nikawasikilize. Unajua watu weupe huwa yani hawalembaji yani. Si unajua? Hivi Mkwizo, una mshipa wa aibu wewe? Mimi nadhani kwa mshipa wa aibu wewe umekufa. Una aibu hata kidogo. Nyama yao sasa hizo dharau. Hao wawekezaji au wazungu wamekuja kijiji kizima wasiwaone wasiwajue. Wamekuja kwenye shamba lenu tu. Sasa nyama yao wewe muda wote upo katika hiki kibanda hapa, utaonaje hao wazungu? Mkwizo, mimi nimechoka na umario wako. Wewe kila siku ukija kwangu unaomba hela. Mimi sijakula hata 1,000 yako Mkwizo. Nyama yao mimi nani? Umezidi na umario wako bwana, unaomba sana Mkwizo. Ukafanya kazi, tafuta hela. Mimi Mario. Ndio. Lini mimi nimekula hela yako wewe hata 1,000? Lini? Haya. Wewe kila siku ukija niasema 5,000, niasema 10,000. Una 5,000 ya karibu. Mkwizo. Nyama yao hizo dharau. Sio dharau, lazima nikwambie ukweli. Mimi sijawahi kukudharau kiasi hicho bwana. Mimi nakwambia ukweli na kweli sitakupa hata 100 Mkwizo. Kama hutaki kujishughulisha. Niko huku nyuma. Huyo nani? Hivi ndugu yangu uko huku, mimi naita huko dukani kimya. Ndio umekuja bwana. Poa, nakuja. Hayo ndio mambo bwana, nitajia. Zimetimia. Kesho utafurahi. Haya, kesho tena. Haya, poa. Nyama yao sasa hizi hapa dharau, kweli nakwambia. Yaani hizi dharau ambazo unazionyesha mimi naona kwa macho yangu. Kweli nakwambia. Sasa mambo gani tunafanyana hivi? Wewe ushakuwa mtu mzima bwana. Yaani mtu anakuja hapa live, mimi nimekwambia kabisa nina shida ya pesa kwa ajili ya watu wale ambao wamekuja kuwekeza kule, niwafuate mimi wazungu. Hebu fikiria mambo gani unafanya? Yaani huyu bwege show anakuja hapa anachukua hela, mimi namwangalia tu. Bwege mjinga kabisa huyu. Acha kuwa Mario wewe. Mimi naona wewe afu bado unadharau. Na kudharau kitu gani wewe? Fanya kazi, pata hela. Kila siku ukija hapa unaomba. Ushani udhi vya kutosha. Yule show wanafanyaje hapa yule show? Sasa.
ule bwege tu mjinga ule anakuja hapa anachukua hela, mimi nimekuja hapa nina shida nakwambia unisaidie unakataa. Alafu ule bwege anakuja hapa anachukua hela, mimi namwangalia tu kwa macho yangu Kwa sababu wewe Mario basi unafikiri kila mtu Mario. Sasa kuanzia sasa hivi mimi na wewe kila mtu na ustaarabu wake. Unalingia kwa ajili ya hiki kibanda mbuzi, si ndio? Wewe unacho? Wewe unacho? Wewe mwanamke unijui nadhani. Yashaishi, mimi na wewe tumemaliza. Mimi nishajua tatizo. Si yule sholo unaingia naye yule sholo. Sasa atanijua vizuri mimi yule bwege. Kwa hiyo sasa unaniambiaje? Nikwambieje, si nishasema uamuzi wangu ndio huo. Kwamba kwa sasa sina fedha. Wewe fedha unazo kwa nini unanifanyia hivyo lakini unanifanyia hivyo kwa nini muogo jamani? Mr. Hebu sikiliza kwanza. Kwanza yeye alikaaje kwa mumewe? Yaani hata akiba hana. Ukaaji gani huo? Hayo maneno gani unayoyazungumza haya? Maneno ya kawaida tu. Maneno gani unayazungumza haya sio na maana jamani? Kwa hiyo maneno yangu hayana maana, si? Hayana maana kwa sababu hayamsaidii. Yule mtu amepewa siku chache tu chumba kila inatakiwa vitu vyote vitolewe nje. Kashfa gani unataka kutokea hii? Kwa hiyo kama maneno yangu hayana maana na mimi mwenyewe pia sina maana, si ndio maana yake? Wewe usitafute. Ndio maana yake. Mimi ninachosema usitafute pa kushikia. Kwa sababu hii haiwezekani. Unaniumiza mimi, unanivunja moyo. Mambo ngapi ninafanya mimi ndani ya familia yako? Wewe unataka kunisaidia mwanangu kitu kimoja tu hicho. Kwa hiyo nikikwambia sina wewe unaona kama sio una bwana wewe unacho unasema una ziko wapi? Ziko wapi sasa kama ninazo? Ziko wapi? Mimi nina tabia kukusachi wewe, nina tabia kufuata sehemu yako unaweka hela. Sasa kama huna unajuaje kama ninazo? Si mimi mwenyewe ndo nakwambia sina. Muogo. Hivi ni shilingi ngapi alizotaka mwanangu unashindwa kumsaidia? 500,000. Mtemi mwenyewe. Hata nadhani wewe unanichelewesha bila tikao nirudi kule kwenye kituo bwana. Kituo? Ya, kwani sio kwamba nafanya kazi kwenye kile kituo cha watoto yatima? Wewe umeshtuka? No. Yaani nilikuwa tu yani sikupiga, yani sikupata picha kama unaweza ukafanya kazi pale. Yaani akili yangu yote najua kwamba unafanya kazi kwenye kampuni nyingine. Ya, nimeajiriwa kama kampuni kama secretary wa Mr. Kisu. The same na coordinate mambo ya kwenye kituo cha watoto yatima. So unajua na kituo kile cha watoto yatima. Ya. Unajua toka nimeanza kazi kwenye kile kituo. Nilifanya niogope kuzaa. Serious, natamani niwe na hela. Unajua ukifika pale unajua stories za watoto. Unajua inauma sana. Una roho ya huruma wewe. Hapana. Sikiza kwambia kolecha unaenda sijui Dubai, sijui unaenda wapi. Siku moja njoo, unasaidia hata watoto wawili unawasomesha. Nitajipanga. Okay. Wewe jipange, unajua bidi jikusanye. Haya bwana. Haya poa. Samahani boss, najua nimechelewa. Mimi labda. Koleta. Unajua mimi sipendi Kiswahili. Hebu niambie ulichonitia. Nafahamu boss. Nisamehe. Lakini nimekuitia kwa mambo mazuri. Kwangu mimi ni mazuri, lakini kwako inaweza kawa mabaya kidogo. Labda tu kiufupi nikwambia kwamba ile kazi ulionituma yule msichana Tea nimeimaliza. Nianze moja kwa moja kwamba unakumbuka kuna siku moja hivi kuna kazi ulinituma kwenda kuchukua kitu kule kwenye kituo cha watoto yatima. Ndio. Alafu ukakailisha. Yule msichana ndipo anapofanya kazi pale. Na jambo la pili, yule msichana kuna baadhi ya vitu ambavyo unavijua kuhusu wewe. Anavijua kabisa. Yule msichana huwezi kuamini anajua mpaka ratiba zako. Ingawa sawa, kuna vitu ambavyo yani ni vichache ambavyo anavyovijua, lakini yani ameshakuwa na hisia kali juu yako. Hana tu uhakika, lakini anajua baadhi ya mambo kwako. Labda nikwambie jambo moja tu. Wale vijana wako wale wawili, nani yule Nondo na Amosi, wale wasimamisha kabisa kuja pale nyumbani kwako. Ameshawamaka.
Na kikubwa zaidi ameshajua ratiba zako. Na kubwa zaidi, yani ninalokuomba ukae mbali na yule msichana. Sasa hivi mambo yako usiweke waziwazi. Na wale vijana wawili wale. Yule nani Nondo na Moses. Wasimamishe kuja bwana. Kwa sababu anajua kabisa kwamba labda unapotea wiki. Ameshakamata ratiba yako, anajua mpaka unarudiki usiku wa manane. Na hofu na wewe. Kana mbali sana. Nimekuelewa. Good job. Tea, nimekuita hapa. Nataka ufanisi wa kazi yako hauniridhishi. Sipendi unavyofanya kazi. Unangoja ripoti mpaka iletwe na kina Bikidide na Imani wakuletea ripoti. Badala wewe asubuhi kuamka na kupita kuangalia what's going on there. Lakini boss huoni kama naonewa? But you're the boss. Wewe ndio mkubwa wao. Sasa kama ulali kituoni, what the use of you being my secretary then? Lazima uhakikishe kwamba asubuhi unapita pale unahakikisha mtoto amepotea. Mpaka leo hatujampata. Ripoti gani tunayo? Hatuna ripoti yoyote. Na hii si mara ya kwanza. Elewa hivyo. Mimi namtaka yule mtoto tena. Katika wiki hii nimpate yule mtoto. Kwa sababu tutaambiaje umma? Tutaeleza nini? Tutaonekanaje mbele yao? Tutaonekana sisi wapumbavu, tutapoteza watoto bila katika mazingira yasiyoeleweka. Huo ni uzembe wa hali ya juu na mimi sintoukubali. That rubbish. Haiwezekani hivyo. Na sintokubali, namtaka yule mtoto. Katika wiki hii wewe Kidide na Imani tafuteni huyo mtoto, mjue wapi yupo na arejeshwe kituoni. Tumeelewana? Sipendi uzembe unaotumia. Tufika wapi tukifanya kazi za namna hii? Subira. Mtoto umemweka wapi? Nimemweka wapi kivipi? Sina mtoto. Hey. Unajua mimi ni mtu mzima. Na nilipokuambia kwamba nataka niongee na wewe kwa taratibu, unaona tunataka tusumbuane. Niambie, kwa sababu mimi najua wewe ndio uliyemchukua mtoto. Pahali ulipompeleka mtoto mimi najua, na mbaya zaidi ambapo wewe hujui mtoto alipo mimi mwenyewe napajua. Sijui hicho kitu. Usinidanganye. Sipendi tena kuendelea kudanganya. Wewe unanisaliti mimi. Unanisaliti mimi. Jua kabisa ukinisaliti mimi hunisaliti peke yangu. Nyuma yangu kuna watu zaidi ya 800 ambao wanategemea hiyo kitu. Unanibishia mimi wewe? Mimi najua kwa taarifa yako mpaka mtoto ulipompeleka. Bosi, mimi sina mtoto. Subira, sitaki kuendelea kubishana na wewe. Kwani tunabishana? Kwani tunaendelea kubishana? Unanibishia mimi wewe? Sorry. Kwa hiyo unaendelea kukana. Unaendelea kukana. Endelea kukana. Unijui vizuri wewe. Mwenyekiti, nadhani nimekuita hapa ili tuweze kuongea swala huu kijana. Huyu kijana alikuja kwangu akinishtakia kwamba kuna mwenzake amemfanyia vurugu nyumbani kwake. Amempiga, na huyo kijana yupo hapa, ni huyu Mkwizu. Kwa nikaona ni jambo jema uje tuangalie jinsi gani tunaweza kuitatua hili tatizo. Na inawezekana usikilize kwa mapana marefu huyo kijana. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kama hivyo alivyosema mwenzako kwamba ni kweli mimi nilikuja kutoa malalamiko yangu hapa kwamba huyu kijana amenifanyia fujo kwa kesi ambayo labda mimi naweza kusema hainihusu, kwa sababu amekuja kunipiga nyumbani kwetu mbele ya ndugu zangu kisa akidai kwamba namchukulia mwanamke wake. Sasa kwa kesi ambayo ameniletea naona sio kesi yangu, kwa sababu mimi kusema kwamba natembea na mwanamke wake, anadai mimi natembea na yule nyama yao. Nakubali kwamba mimi nyama yao na mahusiano naye, lakini nyama yao mahusiano yetu mahusiano yetu ni kwamba ni ya kikazi tu. Mimi nampelekea mizigo yangu tu. Huwa nampelekea nyanya, naenda pale, baada ya siku kadhaa naenda nachukua hela yangu. Baada ya kumaliza hapo tunalipana. Sasa mimi siku moja nikaa nimeenda pale ofisini kwa nyama yao. Nyama yao tukaongea na nyama yao, akaja huyu. Akanitukana sana. Sikumjibu chochote. Sikumjibu.
Huyu hapo yupo mwenyewe anasikia. Sikumjibu chochote nikaondoka. Nimeenda mimi tena, nimeenda siku nyingine ndio hivyo kaja pale. Nimechukua hela yangu, kumbe yeye ana hasira, kasirika, kanifuata mimi nyumbani, kanipiga mbele ya wazazi wangu. Unafikiria mimi nitamuelewaje? Na mimi kwamba mimi sikutaka huyu kufikishana naye mbali, ndio maana nikaleta mambo. Mwambie mbele yeye, mbele ya mzazi wake huyu. Sababu mimi kama ningekuwa nataka mwenyekiti mimi ningepeleka mbele, angekuwa wapi sasa hivi. Lakini mimi naona tutapotezana muda, mimi mwenyewe kazi zangu. Muda ambao nataka ni mahakamani na huyu ndio muda ambao nataka ni shambani kule kufuatilia oda zangu au vipi? Lakini sasa mimi naomba mwenyekiti hapa, nimemleta huyu mumseme, alivyonifanyia sio vizuri, mimi sipendi tufike huko. Mimi ndio hayo malalamiko yangu. Asante. Kwizu. Naam. Umesikia uzungumza huyu bwana? Ndio. Ulichokifanya hakifai kwenye jamii yetu. Kwa sababu ukiangalia sababu ulikoenda kumpiga huyu bwana haipo. Hakuna mtu yoyote anayejua hapa mtaani kwamba wewe nyama yao ni mke wako na huna alama yoyote. Kwa hiyo swala la kuchukua hatua kwenda kumpiga huyu tena nyumbani kwao ni kosa moja kubwa sana. Lakini kijana amekuwa muungwana, mwadilifu, ameangalia ujirani wetu. Right, angechukua maamuzi zaidi ya haya, tungekuwa tunaongea mengine. Uko Segerea, uko wapi? Kitu ambacho kingeweza kujenga uadui kwenye jamii ambayo tunaishi karibu. Niangalie. Usiwe mtu wa kukurupuka. Utatuletea matatizo ambayo tutafanya sisi wazazi tuanze kugombezana kila siku kwa sababu ya wewe na huyo nyama yao. Nyama yao sio mke wako. Hata kama una nia ya kwamba atakuja kuwa mke wako, lakini haijafahamika. Hivi leo ukisema umempiga kwa ajili ya nyama yao, nani anajua? Kijana, nichunge. Mama. Umesikia aliyofanya mwanao? Babangu, mimi nimesikia yote. Huyu mwanangu nilikuwa kila siku nakukataza swala na mama yao. Kila siku. Sasa mpaka tunafikishwa kwa mwenyekiti wa serikali. Hivi unaona mazuri kweli hapa? Baba niachie kazi. Asante mwanao. Mwenye mwanao. Umesikia nini leo wakati nazungumza ndani ya ofisi yangu? Hapana bosi. Kilichokusogeza ndani ya ofisi ukasikiliza kila kitu ambacho ulikuwa naongea ni nini? Naongea na wewe? Hivi ukiniangalia hivi unanifananisha na kiumbe gani? Sura yangu mimi inafanana na mdudu gani? Sura yangu unaona kistaarabu Ndio. Eti ndio. Mimi chuo kimoja na Itra, darasa moja na Osama bin Laden. Nimekaa huko nafunzwa mafunzo ya kijeshi. Kwa nabadilika ndani ya dakika hizi. Naelewa vizuri? Ndio bosi. Huwa nabadilika ndani ya dakika hizi? Ndio. Sasa basi. Ulichokisikia kibaki kuwa ndani ya moyo wako. Ole wako. Narudia tena, ole wako. Ulichokisikia nikaja kukisikia kwa watu wengine. Mtakachokuja kukutenda hutosahau katika maisha. Toka hapa. Malizia tena. Bwana malizia bwana. Rudia malizia. Kwa nini unafikiri umeenda vibaya? Wacha. Wow. Jamani. Binti yangu. Hivi una mchumba?